kusema kweli sikuwahi kufikiria kama kuna siku nitakuja kukuta na mwanamume mwingine zaidi yangu. Hasa wewe mwanamke ambaye nilikuwa nikikupenda sana na kukuthamini. Na unajua kabisa nilikupatia nafasi ya kipekee sana katika maisha yangu. Kumbe nilikuwa naishi mimi mwenyewe katika hayo mapenzi. Na kitu ambacho kinanuma zaidi, sio kwa sababu nimekukuta na mwanamume mwingine. Hapana. Bali nilikupenda sana. Pia nilikuamini sana. Sikuwa hata na chembe moja ya mashaka dhidi yako. Ila nashukuru sana Nania. Umenifundisha kitu kikubwa sana ambacho sitokuja kukisahau katika maisha yangu. Umenifundisha kwamba mwanamke unaweza kumpenda zaidi, lakini ipo siku atakuja kukuumiza zaidi. Bila shaka siku yenyewe ndio hii hapa. Nashukuru sana Nania. Unanifanyia hivi? Unajua mimi nakupenda. Unafikiri naweza nikakusaliti wewe? Siwezi kutoka na Boko. Unajua ninavyokupenda, jinsi gani nakupenda mimi lakini. Kwa nini unanifanyia hivyo? Nimeondoka nyumbani kwa ajili yako wewe. Lakini nafika hapo unaanza kunigeuka. Kwa nini unanigeuka kani? Nikiwa mikononi mwako nasahau dunia, mapigo ya moyo wangu yanaimba wimbo wa mapenzi. Uliponitazama kwa macho ya hadi, nikajua Kaka. Kaka. Wewe ni nani? Na kwa nini nipo hapa? Ina maana mimi na wewe tumefanya mapenzi? Hapana kaka. Nilikukuta hapo nje umeanguka. Nikaamua nikulete humu ndani. Maana kwako sipajui. Samahani sana dadangu kama nitakuwa nimekusababishia usumbufu. Vipi sasa kuhusu nguo zangu? Au nikuta hivi hivi kama nilivyo? Hapana. Nguo zako nimezifua maana zimechafuka sana. Na zinatarajia kukauka saa ngapi labda? Kwa jinsi hali ya hewa ya leo zitachelewa kukauka. Uliniambia utaniambia ukweli. Ni ukweli upi? Kwanza nisamehe kwa yote yaliyotokea. In short ni hivi. Matatizo yalianza ile siku Boka alivyotukuta humu ndani. Kwa sababu Boka anafahamiana sana na kaka.
Kwa alivyotukuta aliniambia ataenda kunisema kwa kaka kwa sababu na mahusiano na wewe. Kuona mimi sikutaka hilo litokee. Akaniambia nichague mambo mawili kati ya haya. Nitembee naye au nimpe 1,000,000. Sasa mimi sikuweza kufanya hivyo. Hata jana ulivyotukuta naye hapa, alikuwa ananiforce nimpe mwili wangu. Ndio maana nilikuwa nakusumbua sana ili niipate 1,000,000 ili nimpelekee. Ili aache kunisumbua. Nania? Yametokea yote hayo na umeshindwa kunishirikisha. Yaani mpaka unaacha napanga safari za kusafiri na kuwa na stress kila siku siko saa, kumbe unayafahamu yote na kuniambia mapema. Wakati unajua fika mimi ndo mpenzi wako pekee wako, kuniambia kila kitu ambacho kinakuhusu wewe. Mbona kuniambia mapema Nania? Mpaka umeacha napita katika njia ngumu, njia ya maumivu ambayo imejaa mateso. Kila siku unakuwa na stress dhidi yako na unajua fika nakupenda. Na mara ya mwisho nilivyokuta huko ndani, of course moyo wangu ulipata heartbreak kubwa sana. Nikajikuta moyo wangu unavuja damu sana. Na yote ni kwa sababu yako. Unajua fika nakupenda afu unanifanyia vitu kama hivi. Please, naomba isijirudie tena Nania. Una kitu chochote niambie, tusaidiane. Sawa mama? Sawa, haina shida. Sitarudia tena baba wangu mzuri. Ila alichokifanya Boka mimi sijapenda. Kwa sababu mimi ni mwanangu sana. Kwa hiyo hapa kilichobaki mimi ni kumfuata yeye na kumwambia kwamba sijapenda. Kwa hiyo muda huu ninavyoongea inamfuata Boka na kwenda kumwambia kila kitu ambacho kimetokea kwamba sitaki kijirudie tena. Sawa babe, lakini angalia usipigane. Si unajua tena ulivyo mzuri, sitaki utoke manundu. Usijali, mimi pia ni mtoto wa kiume. Acha mimi nikazungumze naye. Ila next time usio unafanya hivyo. Na natumaini haitajirudia tena. Samani kaka. Kwa nimekuaje mpaka nimekuta kwenye mazingira magumu kama yale? Mimi nina matatizo dadangu. Mimi nina matatizo ya kupoteza fahamu. Lakini pia pamoja na kupoteza fahamu na mambo yangu pia ya kifamilia yananichanganya sana. Mimi nyumbani pale nina mdogo wangu wa kike ambaye nimeachiwa na wazazi wangu kwa ajili ya kumlea. Maana wazazi wangu mimi wameshafariki wote. Kwa hiyo kinachoendelea pale nyumbani, mdogo wangu mimi ananisumbua sana. Hapa ninavyoongea na wewe, pale nyumbani ameondoka. Anakaribia mwezi sasa nyumbani hajarudi. Ameaga kwamba anaenda kwa shangazi, lakini kwa shangazi hajafika. Shuleni pia haendi. Kwa hiyo hali ndio imenifanya mimi nipoteze fahamu, kwa sababu tatizo langu la kupoteza fahamu huwa linatokea baada ya kuzidiwa na stress. Kwa hiyo ni hivyo dadangu. Pole sana kakaangu. Kwani nyumbani unaishi na nani? Mimi nyumbani naishi na dadangu huyo ambaye nimekusimulia hapa saizi. Lakini ana mwezi sasa hayupo nyumbani. Kwa hiyo ni kama naishi mwenyewe tu. Pole sana. Unaonaje kama kuja kuishi hapa? Maanake mimi nakaa peke yangu. Maana hiyo hali yako utakiwi kuishi mwenyewe. Unajua Boka, wewe ni mwanangu sana. Tumeshare vitu vingi sana mimi na wewe. Lakini sikutegemea kama kuna siku utakuja kufanya jambo la kipuuzi kama ambao umelifanya. Sasa umefanya nini kwa Mamkali? Unajua fika yule mama mtu na nisha kutambulisha kwamba huyu Mamkali atini taa mimi naishi. Wewe umeenda kufanya nini kule ndani? Hivi ndugu yangu, unajua mimi najitambua sana. Najielewa sana. Na sitaki nipigizane kelele na wewe. Nisikilize nikuelekeze. Mimi siwezi kutoka na yule binti. Si unanielewa? Wewe mazingira yangu si unayajua. Kitambo sana nakwambia kani hivyo vitu mimi sifagirii. Wewe nimekutafutia kazi ya kufanya. Umeshindwa kufanya kazi, unawaza wanawake. Baada ya kwenda ukafanya kazi unarudi tena. Nini sasa? Mimi pale nilikuja kwa sababu yako wewe. Nilikufuata kuulizia masuala ya kazi. Vipi? Kani kaenda, ndo binti ananiambia kani kaondoka, na shangaa unarudi. Umefuata nini? Siku nyingine siwezi kutafutia tena kazi. Huo ni upuuzi. Muda wa kazi fanya kazi, mapenzi uwe muda wa mapenzi. Boka, sikia nikwambie kitu. Mimi sio mpumbavu kama unavyofikiria. Mimi ni kama mwalimu na kuuliza swali ambalo nalijua. Yaani hajasingizia watu wote, hajakusingizia wewe. Hapo una nini sasa Boka? Na unaweza kaniambia ulifuata nini ndani mule? Acha upuuzi mwanangu. Acha ujinga, huo ni upumbavu.
Kwani mapenzi yameanza leo? Mapenzi si hapo siku zote? Au ndo mwanamke wa kwanza kumpenda? Yaani mimi na wewe ushikaji kitambo sana, huyo binti hajazaliwa. Leo hii tukorofishane kwa ajili ya mapenzi. Hivi wewe uniamini mimi? Yaani kiasi kwamba mimi nikifika hapo kwako nisikae na huyo mwanamke, wewe ukiniona unadhani mimi naweza nikamtongoza? Wewe unanijua vizuri. Mimi hizo pigo usifagilia hata kidogo. Siwezi kufagilia mwanangu. Kwa mimi ndo kama ninavyokuelekeza. Sitaki siku nyingine tugombane kwa ajili ya huyo mwanamke. Kwanza mwanamke kitu gani cha ajabu alichokuwa nacho huyo? Sio vitu vyangu, mimi vitu vyangu unavijua, matuiga. Sasa mwanamke gani wewe? Ngoja nikwambie kitu Boka. Unajua mimi nani nimetoka naye mbali sana. Na muamini kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo hawezi kunidanganya katika vitu kama hivi hapa. Sema sikia, mimi sijapenda. Mimi nimekumind kwa hicho ambacho umekifanya. Unless otherwise, ukiendelea na tabia zako hizo za kumforce mamkali, nitakachokufanya ndugu yangu, my dear, tusilaumiane. Hauko sawa mwanangu. Hauko sawa kiafya na kiakili. Kama una mtaalamu nenda kajiangalie mapema, la sivyo tutakupoteza. Yaani unakaa unawaza kwa ajili ya mwanamke, sio nini mwanamke na muamini. Wanawake wanafanya mambo makubwa ya kishenzi ya kijinga, afu unakaa unasema na muamini mwanamke. Sema sikia nikwambie. Mimi sina muda wa kuendelea kupoteza hapa. Nadhani taarifa zimefika. Ulisema kwamba hapa unaishi mwenyewe. Na inawezekanaje sasa mtoto mdogo kama wewe kuishi kwenye mazingira mazuri kama haya? Au kuna sponsor labda anakuwezesha? Hapana. Hapa ni kwetu. Wazazi wangu wapo Mwanza. Mimi nimebaki hapa kwa sababu nasoma chuo. Sawa. Kuhusu swala lako la mimi kuja kuishi hapa na wewe, mimi nadhani ngoja kwanza nifikirie vizuri. Nitafikiria kwa makini kabisa, alafu nitakupa jibu. Na inaweza isiwe leo, lakini usijali kakaangu. Kama nilivyokuambia, mimi naishi mwenyewe hapa. Usio na wasiwasi. Na usinifikirie vibaya kama wanawake wengine. Labda ukajua mimi nadanga. Hapana kakaangu. Wewe jisikie kama upo nyumbani. Muda wote njoo. Mapigo ya moyo wangu yanaimba wimbo wa mapenzi. Uliponitazama. Unajua baby, katika hii dunia kuna vitu vinashangaza sana. Hapo unavyoniona nimetoka kuzungumza na Boka. Lakini mwongea naye amekataa kata. Yaani kama mtu ambaye hajui kitu chochote ambacho kimetokea. Unaweza ukaniambia imekaaje? Mimi nilijua tu lazima atakataa. Kwa hiyo nafikiri mimi baby naweza nikakudanganya? Hapana. Sina maana hiyo. Mimi nakuamini sana wewe. Pia nakupenda sana. Kwa mimi najua alikuwa katika hali ya kujitetea tu kama mwanaume. Lakini tuachane na hayo. Tuishi kama zamani mpenzi wangu. Sawa? Sawa. Haitajirudia tena. Lakini si umenisamehe? Ya, mimi nimekusamehe. Lakini labda nikwambie kitu kimoja tu nani. Unajua naishi katika dunia ambayo imejaa maumivu. Yaani hata usiponiumiza wewe hapo nitaumizwa na mtu mwingine tu. Kwa hiyo na ndio maana nimeamua kuishi na wewe peke yako kwa sababu nakupenda na nakuamini pia. Kwa hiyo naomba usitumie advantage ya kuniumizia. Pia sidhani kama itajirudia tena issue kama hiyo. Sawa baby. Lakini nimekumiss kweli. Nimekumiss pia mpenzi wangu. Unajua tuna kama siku 3 hivi hatujakiamsha. Kwa hiyo si vyema tukapoteza wakati hapa. Tukiamsha basi. Tuzame pole pole katika joto la mioyo yetu. Hakuna kesho wala jana, ni sasa tu. Nishakwambia Jacobo. Nishakwambia sikupendi mimi na mtu wangu. Mbona upendi kunielewa wewe? Sasa sijakwambia ukiendelea kunifuatilia nitakukomesha. Mbwa wewe. Watu wengine sijui wapoje. Yaani wanaboa kama nini? Kwani huyo Jacob amefanya nini? Mbona kama unamkaripia kama hivyo? Tuachane na hayo. Samani lakini. Vipi una mpenzi? Hapana. Mimi nipo single tu. Kwa nini umeniuliza hivyo?
Amna, mimi nimekuuliza tu. Hivi unapenda mwanamke wako awe na sifa zipi? Au awe wa aina gani kwa mfano? Mimi napenda mwanamke mpambanaji, mwanamke anayejitambua, anayejua thamani yake ni nini. Mimi wasipendi wanawake ambao wanadangadanga. Alafu umemwambia Bwana Jacob kwamba una boyfriend. Je, ni kweli unaye boyfriend? Nikiwa mikononi mwako nasahau dunia, mapigo ya moyo wangu yanaimba wimbo wa mapenzi. Uliponitazama kwa macho ya ahadi, nikajua leo sitakuwa peke yangu tena. karibu nami, usiniache mbali. Pumzi zako ni dawa ya roho yangu.